anasema kwamba hatima yako ni nini. Usijifalizi mpendwa kwamba nitakufa, nitazaliwa sana ndefu sana, nitaenda mbingu. Nataka nikwambie, labda umwambie Selemala kuchongea yako ambayo ile tunaenda watakatifu tu, tunaenda ambao tumekubali kwamba huyu Yesu aliyekufa kafufuka siku ya tatu anastahili kukaa kwenye mioyo yetu. Tunaona yule mtajiri alipofika mahali pale akajikuta yuko kwenye benchi la kuzimu, yuko kwenye mateso, akamwona Lazaro aliyekuwa anamuona duniani, akamwambia, Lazaro, mtume huyu mtu hajauburudisha ulimi wangu. Lakini akaambiwa na Mungu kupitia kinywa cha nabii Ibrahim, akamwambia kwamba wewe uliyepokea mema yako, ndivyo hivi leo tuna vijana, ndivyo hivi leo tuna watu wana viburi, wanaona wao hawajawahi kuumbwa na Mungu. Lakini nataka nikwambie, leo ni siku nzuri. Kuishi maisha ya anasa, kuishi maisha sio mfaa Mungu muumba wako, hayafai kitu chochote, hayafai kitu chochote. Unatakiwa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe kijana, wewe baba unayenisikiliza, hata kama wewe ni baba wa familia, lakini nataka nikwambie, huwa tunasemaga siku zote tunazaliwa, huwa tunakuwa. Baada ya kukua wengine wanachukuliwa, wengine wanakufa. Lakini nataka nikwambie, mkazi wa Chamwino katika senta hii, umetengenezaje maisha? Huwa ni baba, na nafurahi sana kifo huwa kichagui. Kikutana na mzee, kama hujatubu unafyekelewa mbali. Leo tumekuletea habari njema ya ufalme wa Mungu. Usipotubu leo ndiyo sauti zetu tunakuja kupitia binti mdogo kama mimi, tunakuletea habari njema ya ufalme. Ukampokea huyu Yesu aweze kubadilisha maisha yako. Wewe unayekaa kwenye ulevi kila siku zote, uko kwenye sala, unaingia unamwita huyo Yesu. Nataka nikwambie, Yesu unayemtamka na bado unazidi, ukiona watoto watu na michepuko 20, nataka nikwambie, huyo sio Yesu, huyo sio Mungu. Hata wa dini gani? Mungu ambaye tunamwabudu sasa anatembea katika masauli yaliyo mema, sio masauli ya kukulima tu, ukimbia kuiba wanawake za watu, ukimbia kuiba mabinti za watu wadogo, utembee na vijana. Bwana sifiwe sana. Amen. Sijajua Morogoro, lakini miji mingine unakuta vijana wadogo wanatembea na mama mazima, anatembea nayo, amechoka, utafikiri amefungwa kama msukule. Nataka nikwambie wewe kijana, chagua leo uone Yesu atakapokutengeneza. Chagua leo baba, chagua mama leo, kama yule alivyochagua akasema njia bora ni ya kumpokea huyu Yesu, ni ya kumpokea huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe wote nani nisikiliza, hii injili ni kwa ajili yako. Uwe sambani, usiposikia wewe popote ulipo, unasikia lazima usikie kwa jina la Yesu aliye hai. Nataka nikwambie, maisha yatengenezwa baada ya kufa. Maisha unatengeneza sasa. Usijifariji wewe unawahi kiti cha mbele cha ibada, labda nitaombewa sana. Hapana. Kama usipopenda vizee, hata Yesu apendi vizee. Unafika wakati wa mauti, unakufa, unataka uombe unaenda mbingu gani? Ile tunaenda watakatifu, na njia pekee ni Yesu Kristo. Katika kitabu cha Yohana anasema hivi, ninaenda kuandalia makao, mtu atamwona Mungu ila kwa njia yangu. Wewe unayekaa na bado unachapa dhambi, wewe bado ni mtu wa ibilisi, shetani, unatakiwa kumpokea huyu Yesu akusaidie katika hii dunia. Yamkini uko hapa wewe mama, unashiriki kutoa mabinti mimba, unashiriki kwenye ushirikina, na bado upo kanisani mtaja Yesu. Huyo sio Yesu ambaye sisi tunamsema. Yesu tunayemsema anasema neema katika kitabu cha Tito. Neema imefunuliwa kwa watu wote, inatusaidia kukataa mabaya, sio kukimbilia mabaya. Inamsaidia kijana, inamsaidia mama, inakusaidia hata wewe. Leo changamka, hakuna dhambi ngani duniani. Wengine wanajilewesa, anakunywa bia hata 30, anasema nimekanyaga dunia, kumbe dunia imemkanyaga.